Nimeoga. Mtetezi wangu Yesu anaishi leo. Mtetezi wangu yunai. Mtetezi wangu Yesu anaishi leo. Mtetezi wangu yunai. Wakuheshimiwa ni wewe. All the way from Tanzania, let's all of us wake up and introduce, welcome, none other, Christina Tusho. Hii salamu alinifundisha Mheshimiwa Gavana tukiwa Bwana asifiwe Baba. Bwana asifiwe kabisa. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, siku ya kihistoria ambaye tuko katika kanisa hili, kanisa la nyumbani. Nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Hii familia ni inaita wazazi wangu. Kila nikiwa nimechoka hivi Dar es Salaam na kuendelea, na hawa ndio wananikiza. Nawapenda sana. Nimekuwa miaka mingi na Mheshimiwa baba yangu Gavana John Mwaura. Sasa jina limebadilika kuanzia leo, na imekuwa hivyo. Nimekuwa naye katika kazi kwa miaka mingi. Nimesikia injili yake, anahubiri sana na amenifunza kuhubiri pia. Na mwaka jana nisafiri na yeye kwenda Amerika katika state nyingi tofauti. Na ile kitu nilikuwa nashangaa, kila akisimama anapendwa sana akianza kuhubiri, kwa sababu anahubiri vitu vya maana na anaaminiwa na watu. Hiyo sisemi ni Kenya, hiyo ni Amerika, lakini kwa Kenya ni. Lakini mahali nilishangaa sana ilikuwa state inaitwa Atlanta. Tulikuwa na wahubiri wengi, lakini baba yangu Gavana Mwaura alipotoa microphone ni kama alirudishwa kama mara 4 mara 5. Anamaliza anarudishwa tena, kuja tena uhubiri. So nikaona kuna kitu kikubwa Mungu ameweka ndani yake. Kwanza nafasi ya uongozi, ni kiongozi mzuri. Mimi binafsi ni shahidi, lakini pia ni mtu mwenye maono. Hapa sijasikia sana mahubiri yake kwa sababu anaongea kilugha, lakini ninaamini alikuwa mazuri. Na mimi niko hapa kusema huyu ni mtu mwenye haki. Tanzania kwetu anapendwa sana na anapokelewa sana, na ni rafiki wa karibu wa rais wetu mstaafu. Tunampenda sana Mheshimiwa Gavana, na mimi sitakuwa na maneno mengi kwa sababu mama aliniambia kutakuwa leo na ibada, na mimi nikasema hiyo ibada ni muhimu. Mimi kazi zingine sifanyi, lakini naweza kwenda ibadani. Kwa leo nimekuja kwa kuwa ni ibada. Na Baba, asante kwa maneno mazuri umeongea. Kwa kuwa ni kanisani na ni ibadani, mimi naomba kitu kimoja. Simtanisikiza? Yes. Naomba tufungue Biblia katika kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 5. Mstari mmoja tu ndio ombi langu.
kwa kuwa nimekuja na baba yangu gavana kanisani. Tunakuja kuomba Mungu. Luka sura ya 6 mstari wa 5. Hapa panaitwa aje? Getwe. Okay. Kanisa la Getwe. Luka sura ya 7 mstari wa 5 nasema, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Ukisoma kuanzia mstari wa 4 unasema, nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema, amestahili mtu huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Huyu alikuwa ni Yesu, anatembea katika mitaa ya Galilaya, akafika mpaka Getwe. Yesu akihudumia watu. Alipofika katika mitaa ya Getwe, kulikuwa na kiongozi mmoja mahali pale. Na huyo kiongozi alikuwa na mgonjwa nyumbani kwake. Na Biblia inasema sifa ya kiongozi alimpenda sana Yesu, kama ambavyo baba yangu gavana, mimi ni shahidi kwa namna ambavyo anampenda Yesu sana na anamtumikia. Na si hivyo tu, nimeona kwa macho yangu akitoa sadaka nyingi katika makanisa. Nimeshuhudia Yesu akitembea, akakutana na gavana na waumini wengine wa kanisa. Lakini yule gavana Mwaura anayempenda Yesu alikuwa na mgonjwa nyumbani mwake. Akaita wazee, akawaambia, mniambie Yesu anisaidie tu kupita nyumbani aponye mgonjwa wao. Na wazee wakaenda kumwambia Yesu. Na walikwenda kumwambia Yesu, hawakumwambia tu twende ukaponye mgonjwa, walipeleka sifa za yule anayeomba kuombewa. Na walipoenda kwa Yesu walimwambia, mtu huyu amekuwa mwema sana kwetu, ametutendea mambo mengi. Kwanza, analipenda sana taifa, lakini pia ametujengea sinagogi. Maana yake amejenga kanisa. Na mimi naamini kwa Kenya, especially Kiambu, hamjaona bado. Mimi nimeona amejenga makanisa mpaka Tanzania. Baba yangu. Sasa mtu mwema anastahili nini? Biblia inasema mtu mwema atendelee wema. Watu wa Getwe, kanisa la Getwe, ni ombi langu. Mimi ni kanisa liko Kiambu, na mimi naongea na kanisa. Mtu mwema anastahili kutendewa. Na mimi ni shahidi kwa baba yangu gavana Mwaura ni mtu mwema. Hivyo anastahili kutendewa wema. Maana analipenda taifa lake, lakini pia ametujengea sinagogi, atatujengea hospitali, atatujengea shule, atatupatia kazi. Anastahili kutendewa wema. Mungu awabariki. Moja. Mbona najua ataenda kuimba pale, lakini hapa inafanya. Hapa. Moja. Ndiye sio mimi. Mtu mwema atendewe wema. Hao watu ni watu wazuri. Tafadhali watendee wema.
Wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu. Unikumbuke Yesu, unapowazuru wengine, naomba unikumbuke. usinipite. Yesu, unapowazuru wengine, naomba unikumbuke. Hey. Hapo ni sawa, si sawa? Unafurahia? Bwana wabariki sana. Bwana watendee mema. Nafikiri kwa wakati huu mtumishi I think I don't know what I need to do the person who gave the mic to me, but I need to put the mic back to mtumishi ili atuombee tusieleweshe wengine sana, twende mahali pengine. Ama namna gani? Iko sawa? Ningeomba Bishop atuombee, twende pale, ndio tunaelewa sana kabla chakula isipoe. Bwana wabariki sana na watendee mema na wapenda zaidi. God bless you and love you. Bwana asifiwe. Nichukue nafasi hii kwanza kushukuru kila mmoja wetu, asante sana kwa mheshimiwa wetu ambaye na timu yake yote na viongozi wengine wote, wengine ni wa area hii na Sofinga rafiki yangu na pamoja na nilikuwa nasema ni consultation kidogo, tunasonga mbele. Nilikuwa nasema tunashukuru sana kwa kila mmoja because najua